Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Basi leo tunaenda kupika dagaa ya nyanya chungu. Kama unavyoona kwenye jiko letu utaweka mafuta. Actually tunaenda kupika dagaa ya nyanya chungu ambayo ina nyanya, viungo vya kawaida tu ambavyo vinapatikana majumbani kwetu. Kwa kama kawaida kwenye jiko letu utaweka mafuta. Baada hapo mimi nimeweka hapo kamoja niangalie kama mafuta yangu yamechemka. Na yalikuwa bado hayajachemka actually. Kwa nikakaa mpaka mafuta yakachemka. Nikaweka dagaa zangu. Niliweka dagaa zangu, nikaziacha ili ziweze kukauka vizuri. Sikuzigeuza hapo hapo, maana ukizigeuza hapo hapo zinaweza zikaanza kushika kwenye sufuria, na ili zisishikie sana kwenye sufuria aidha utangulize chumvi, lakini pia unapoziosha hakikisha huziachi na maji maji. Hakikisha kwamba unazikamua ili zibaki kavu. Hiyo itakusaidia sana zisishike chini ya sufuria. Jamani, naomba nitoe angalizo. Najua wengi tunajua kupika, lakini hivi ndivyo mimi ninavyopika. Kwa hiyo kama na wewe una namna nyingine nzuri ambayo unapika na dagaa wako anatoka vizuri, basi andika hapo kwenye comment. Basi baada hapo dagaa zangu niliona zinafaa kabisa, hazikukauka sana wala hazikuwa tepetepe sana. Nilizitoa kwenye mafuta, kisha mafuta yale yale sikuongeza mengine. Nikaanza kukaanga kitunguu. Mimi nilitia, napenda tangawizi kwa mbali. Kwa hiyo hapo nitaongezea na tangawizi. Vitunguu vyangu haviivi sana. Sikuviweka mpaka viive sana vikawa kahawia, vilikuwa bado vina rangi hiyo hapo. Kwa hiyo nikaweka tangawizi. Unaona tangawizi yangu ni kadogo, sio nyingi sana isije ikaanza kuasha. Sababu kuna wengine hawapendi, yani naweka tu kidogo kwa ajili ya ladha. Lakini wengine wanapenda kuweka vitunguu saumu, sio mbaya. Kuna viungo vingi vingi wengine wanaweka, sio mbaya, unaweza kutumia, lakini mimi kwa leo nilitumia viungo hivyo hapo. Kama unavyoona nilitia hoho kidogo na karoti kidogo, zingine nizibakisha, kisha nikaweka nyanya. Baada ya hapo nikaweka na zile nyanya chungu zangu. Lengo langu ni kwamba nyanya zinapoiva basi na nyanya chungu ziwe zimeiva, na kama zitakuwa zijaiva sana inakuwa imebaki kidogo tu zinaiva. Nilifunika kwa muda wa dakika kadhaa. Baadaye nikaona nyanya chungu zangu zilikuwa zijaiva sana, lakini zilikuwa zimekaribia. Nikatia dagaa zangu kama mnavyoona. Niliweka dagaa zangu nikageuza vizuri. Usisahau chumvi jamani. Usisahau chumvi kwa ajili ya testi, lakini pia kuna wengine wanapenda kuweka limao. Ni vizuri pia unaweka limao. Baada ya hapo ndo nikuja nikaweka zile hoho zangu na karoti zilizokuwa zimebaki kwa mara ya kwanza. Lengo langu mimi huwa napenda ni ile ambazo hazijaiva sana. Basi nilifunika. Baada ya hapo nilifunua, nikaona mchuzi wangu sio mwingi sana, nikaongeza maji kiasi, nikaendelea kupika. Unaweza kuweka mchuzi utakao, lakini sio njema kuweka maji mengi sana, mchuzi utakuwa mwingi, dagaa yako itapoteza ladha, lakini pia itapoteza muonekano ule mzuri. Basi kama mnavyoona dagaa yangu sijaiwekea nazi, sijaiwekea karanga, lakini ni nzuri. Kama mnavyoona chini ya sufuria ni kweupe, dagaa haijashikia, haijafanya chochote, ni tamu sana. Mimi nimepika hivyo. Niandike kwenye comment, wewe unapikaje dagaa zako? Nitachukua maoni na mimi nitajaribu nipike nione inakuaje. Dagaa hii unaweza ukailia chochote unachopenda, ila sana sana ukilia ugali ambao umechanganywa mahindi na udaga au unga muogo ni tamu sana 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 sana. Lakini pia wengine wanaweza kalia wali, sio mbaya. Kama mnavyoona hapo ugali ulikuwa moto, mboga ya moto. Silagi matongeo jamani, ni kwa sababu tu ugali ulikuwa moto, mboga ya moto. Kwa hiyo ikabidi nikate kidogo, nishike kidogo, maana nilikuwa naungua kweli. Kuna mwingine anapenda pilipili. Kwa sasa mimi sio mpenzi sana wa pilipili, ndio maana sijatia pilipili, sijatia limao. Kwa hiyo ni wewe unavyopenda, unaweza kuweka limao au kuweka pilipili, vyovyote vile unavyopenda. Lakini kama unavyoona dagaa iko hivyo, imenoga, viungo vya kawaida tu ambavyo vinapatikana. Asante na